Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ninaitwa Silas Njole. Leo tutakwenda kutafakari pamoja ama kukumbushana neno la Mungu lenye kichwa cha habari kinachozungumzia ndoto. Ndoto Wakristo wengi sana na wasio Wakristo zinatusumbua sana katika maisha yetu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu ninasema asante Mungu kwa majira haya. Ninasema asante kwa nguvu na uwezo wako. Ninasema asante unayetawala vyote duniani, mbinguni na hata kuzimu, na mkono wa Mungu ulio hodari. Nijiachilie mikononi mwako majira haya. Mimi mjoli wako na mtumishi wako, na huyu mtumishi wa Mungu anayenitazama sasa, tunapoenda kutafakari somo lenye kichwa cha habari kinachohusu ndoto. Roho Mtakatifu ukanisaidie nikaseme sawa sawa na mapenzi yako, na sio kwa kutumia akili na ufahamu wangu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Kwa hiyo somo letu la leo linahusu ndoto. Watu wengi sana ndoto zinawasumbua. Utakuta saa nyingine mtu unaota unapaa, unaota kwenye mlima, unaota si unadumbukia baharini, unaota yani maeneo mbalimbali ya kutisha na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Sasa kwa uchache au kwa ufupi tutakwenda kuchambua hizi ndoto. Kwa nini ndoto zipo? Kwa nini zipo? Na hii ndoto kwa nini inatupata sisi wanadamu? Na tunapoota utaona ndoto zinaweza kutisha sana. Aidha unaota unakutana na watu waliokufa, ndugu zako na kadhalika na kadhalika. Vitu viko vingi sana. Naomba tuchambue tu kwa ufupi sana. Kadri Mungu ambavyo ataniongoza Roho Mtakatifu, tuchambue kwa ufupi sana kuhusu ndoto. Tutakukumbusha vitu vichache tu vinavyosababisha labda mtu anapata ndoto, au kuna ndoto za namna ngapi na kadhalika. Lakini ndoto ni mawasiliano ya Mungu kuja kwetu sisi wanadamu. Ni mawasiliano. Mungu anatumia pia ndoto. Mungu ana mawasiliano ya namna tofauti tofauti kadri anavyopenda yeye, lakini pia ndoto ni njia mojawapo ya mawasiliano ama ya kufikisha ujumbe kwa wanadamu au kwa mtu, ili ujumbe ule uweze kuwafikia wanadamu. Tutasoma kwa mfano Abrahamu aliota ndoto. Abrahamu, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi. Aliota ndoto huyo likinena, usiogope Abrahamu, mimi ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Alipata ujumbe, alipata mawasiliano kutoka kwa Mungu kwamba asiogope kile kitu ambacho anakiona mbele yake kinamtisha katika maisha. Basi Mungu akamwambia usiogope, kwa sababu Mungu yuko pamoja naye. Kwa hiyo ndoto ni njia mojawapo ya mawasiliano, ama ni ujumbe ambao Mungu anaweza kautuma kwa wanadamu kupitia kwa mtu ama kupitia kwa watu pia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukisoma kitabu pia cha Mwanzo sura ya 20 mstari wa 3 nasema, lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtwaa, maana ni mke wa mtu. Kwa mtumishi wa Mungu, ona nitazama, hasa nyinyi wa baba. Sisi wa baba tuna tabia mbaya kwa maana ya kuchukua wake za watu. Tunaona hapo mfano Abimeleki. Mungu alisema naye kupitia ndoto kwamba sasa yeye, yani kama anaona anatembea na ni mzima, Mungu akamwambia wewe ni mfu, ulishakufa, maana ushatenda dhambi na kuchukua mke wa mtu. Kwa hiyo ni makosa kuchukua wake za watu. Wa baba tuache hizo tabia. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ukiendelea na hiyo tabia, na kama una tabia hiyo, umeshayafanya hayo, omba toba kwa Mungu. Omba toba na upatanisho na urejesho, ili Mungu aweze kutusamehe au kukusamehe hizo dhambi. Na utakapoomba toba, hakikisha urudi tena, usichukue mke wa mtu. Maana Abimeleki hapa Mungu alimtokea kwenye ndoto. Alisema naye kupitia ndoto kwamba yeye ni mfu, unatembea lakini wewe sasa na maiti. Yaani kwa Mungu kule huhesabiki, wewe ukifa wakati wote ni kutupa kwenye ziwa la moto. Sasa rehema, neema ya Mungu hii inakujilia majira hayo unayotazama sasa. Tuhakikishe kwamba tunaishi maisha yanayompendeza Mungu. Na tukiishi maisha yanayompendeza Mungu, hii itatusaidia. Itakusaidia wewe, lakini itanisaidia mimi. Wewe hata kama ukifaidi huu ulimwengu wote huu, kwa mfano, ukawa na mapesa mengi, ukawa na magari, ukawa na nyumba, ukawa na vitu karibu vyote. Unafikiri utapata faida gani? Maana kwambia, kwa nini tusimwogope Mungu ambaye mwenye uweza wa kuharibu roho na mwili? Lakini sisi tunaogopa
mtu anayeharibu mwili peke yake. Roho hawezi kuharibu, maana roho ndiyo Mungu mwenyewe ndani yako ama ndani yangu mimi. Lakini tunamwogopa sana mwanadamu ambaye anaweza kuharibu huu mwili peke yake. Sasa tunafanya makosa makubwa sana. Ni bora tumtii na kumheshimu Mungu mwenye uweza wa kuharibu mwili na roho. Tunaposema kuharibu mwili na roho, maana yake duniani hapa, huu mwili nikifa mimi au ukifa wewe, maana yake huu mwili utazikwa tu ardhini. Sasa kama umeishi maisha ya uharibifu ya dhambi, maana na roho pia itatupa kwenye ziwa la moto. Sasa ni vizuri sana tuwe na maisha ya kujua kwamba dhambi ni mbaya katika maisha yetu. Lakini Yusufu naye aliota ndoto. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 37 mstari wa 5, sema Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari na wakazidi kumchukia. Ndugu yangu unanitazama sasa, unaota ndoto za mafanikio nzuri, unapata ujumbe kutoka kwa Mungu wa mafanikio fulani. Usiwaambie watu kila ndoto, au ndugu zako usiwaambie, au rafiki yako, jamaa yako usimwambie. Ukimwambia mtu mwingine, kumbe ndio adui yako. Maki kikulacho, wapendwa, kinguoni mwako, kikulacho kinguoni mwako. Sasa Yusufu aliwaambia ndugu zake, ile ndoto yake ilikuwa inamweleza kwamba yeye atawatawala ndugu zake pamoja na baba yake na mama yake. Sasa waliposikia wale kaka zake na ndugu zake, walichukia sana. Nafikiri mnajua hiyo hadithi ya Yusufu kilichomtokea. Wakataka kumuuza, wakamtupa na kadhalika, hatimaye baadaye, lakini kwa sababu neno la Mungu ndilo linalotimia, Yusufu baadaye akawa waziri mkuu. Lakini Farao naye pia aliota ndoto. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura 41 mstari wa 5, neno la Mungu linasema, ikawa mwisho wa miaka miwili mizima, Farao akaota ndoto, na tazama, amesimama kando kando ya mto. Lakini sio kila ndoto inatoka kwa Mungu. Pia lazima tulijue hilo. Sio kila ndoto inatoka kwa Mungu. Ndoto zingine zinatoka kwenye maagano yetu ya mila na desturi. Mambo ya mila na desturi, mambo ya koo huko, mambo ya makabila na kadhalika, mambo ya mizimu, na wenyewe kwa sababu wanafanya kazi rohoni, utakuta unaweza kaota ndoto pia. Sasa zile ndoto zile hazifai. Kwa hiyo sio kila ndoto inatoka kwa Mungu. Kwa hiyo hapa tunaona pia Farao naye aliota ndoto. Ndoto ile ilimsumbua sana, na ilimsumbua kwa sababu hakujua maana yake, hakujua tafsiri yake. Kwa hiyo ndoto, kama nilivyosema mwanzo, ni mawasiliano ya Mungu na mwanadamu. Anapotaka kufikisha ujumbe wake kwa mtu ama kwa watu wake, anaweza kutumia ndoto kwa kusema na mtu mmoja, lakini hatimaye ule ujumbe kwa kufikia watu wengine wote. Lakini kuna vyanzo, basi tukumbushane vyanzo vya ndoto. Kuna vyanzo vya ndoto. Viko vyanzo kadhaa vya ndoto. Hapa ni vichache tu nilivyosema, lakini viko vyanzo vingi sana vya ndoto. Mtu anaweza kaota, inategemea. Kuna vyanzo kama viwili vitatu hivi ambavyo nitavisema hapa. Kuna baadhi ya vyanzo vichache vinavyosababisha mtu aweze kuota ndoto. Chanzo cha kwanza ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaweza kuongea na mtu kupitia njia ya ndoto. Roho Mtakatifu anaweza kuongea na mtu kupitia njia ya kupitia njia ya ndoto. Na unaweza kuota ndoto zenye taarifa za mambo yaliyokwisha pita au mambo yajayo. Unaweza kaota ndoto, Mungu anakukumbusha, kusemesha na kuonyesha vitu ambavyo vimekwisha kupita, aidha umevisahau. Lakini pia na mambo yajayo katika maisha yetu. Maana kesho yetu au nusu saa ijayo hapa, siwezi kujua mimi, hata unanitazama huwezi kujua kwamba kitakutokea nini. Lakini sasa Roho Mtakatifu ndio kazi zake pia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaouweza pia wa kumfanya mwanadamu au kusema na mwanadamu kupitia ndoto. Lakini kitu kingine cha pili ni Shetani. Shetani naye pia ni chanzo kimoja wapo cha kumfanya mwanadamu aweze kuota ndoto au kumpa taarifa aidha mbaya, na hasa mara nyingi ni mbaya. Shetani mara nyingi anatuonyesha ndoto taarifa za kutisha. Unaona huko kwenye mlima, si unatupa kwenye bahari, ni vitu vya ajabu, si umefukiwa, si uko kwenye jeneza na kadhalika na kadhalika. Hivyo vyote ina maana ni ndoto zinazotoka kwa Shetani. Shetani naye ni chanzo kimoja wapo kinachoweza kumfanya mtu aweze kuota ndoto. Lakini chanzo kingine cha tatu ni roho ya mtu. Roho yako wewe mtu mwenyewe ama mimi. Roho ya mtu inaweza kumsababisha mtu akaota ndoto. Tuna mambo mengi sana. Roho ya mtu ni kichaka. Kuna mambo mengi ambayo yamejificha katika roho zetu, katika roho yangu mimi na katika roho yako unanitazama. Kwa hiyo inaweza kusababisha pia ukaota ndoto. Mambo mengi ambayo yanapita katika roho zetu, basi zile nazo zinaweza kusababisha mtu usiku ukaota ndoto. Lakini kuna maisha tunayoishi pia, mazingira yanayotuzunguka katika ulimwengu huu. Kila mmoja, wewe unapokaa, aidha unapofanya kazi, kama ni shambani, kama ni kwenye biashara, basi maisha tunayoishi pia yanaweza kusababisha mwanadamu ukaota ndoto. Kwa hiyo basi
ni vizuri sana tukatambua kwamba hivi ni vyanzo vichache tu ambavyo nimesema ambavyo vinaweza kumsababisha mwanadamu akaota ndoto. Unapoota ndoto mara zote, sasa ukiota ndoto, hakikisha kwamba kama ni ndoto inayotoka kwa shetani, maana ni vitisho, ni mauti, ni vitu vya uharibifu, ukiamka kama ni usiku ule ule, futa kwa damu ya Yesu. Ifute ile ndoto kwenye lango la ndoto kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu hai. Na Mungu wetu ni mwaminifu sana, anafuta wakati ule. Omba kwa kumaanisha Mungu atafuta mabaya yale, hayatakupata. Mtu mwingine akiota ndoto zile mbaya, anakimbia kutafuta rafiki yake kumwambia, hata kusaidia chochote. Ni bora utafute watumishi wa Mungu uweze kuwahadithia hizo ndoto au hiyo ndoto yako, ili wakuongoze toba, lakini pia muweze kuomba na kufuta. Ukitaka kuishinda ndoto na hasa kwenye yale mambo mabaya, hakika unaifuta ile ndoto. Ukishaifuta, hakika ile jambo baya halitaweza kukufikia ama kukujilia. Lakini pia hata mambo mazuri, kwa mfano Mungu anakuotesha, unapata mafanikio. Kama unafanya kazi, unakuta kwamba bado umepandishwa cheo, umepata safari ya kikazi na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Umetoka daraja moja kwenda daraja lingine kazini kwako, au kama ni biashara yako inakuwa na kadhalika na kadhalika. Ukiota ndoto za namna hiyo, hakikisha unapoamka pia muombe Mungu kwa damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu ili ile ndoto iweze kutimia. Ukiacha tu inaelea, shetani anaidaka, kwa sababu shetani anafanya kazi rohoni na Mungu anafanya kazi rohoni. Maana shetani anakuwa anajua kwamba Mungu amekueleza ama Mungu amekujilia kukueleza habari njema inayekuja mbele ya maisha yako. Kwa hiyo kama hutaiwekea ulinzi ile ndoto, au kama ule ujumbe hutauwekea ulinzi, shetani ataichukua na ataiharibu, ataibadilisha. Kwa hiyo ni vizuri sana ukiota ndoto ya mafanikio, kwa mfano, ni hiyo inatoka kwa Mungu, uhakikishe kwamba ukiamka omba na kuiwekea ulinzi, na Mungu aweze kuitimiliza sawa sana mapenzi yake. Asante Mungu wangu na Baba yangu, kwa vile mtumishi wa Mungu umeweza kusikiliza, tumeweza kutafakari pamoja. Nimefundisha kwa uchache tu ili somo la ndoto, kwa maana ya kwamba zipo ndoto au ziko namna nyingi ambazo Mungu anaweza kuwasiliana na mwanadamu. Ziko njia nyingi anaweza kutumia Mungu kuwasiliana na mwanadamu, lakini njia moja hapo ni hii ya ndoto. Na jina la Bwana lihimidiwe. Asante kwa kunisikiliza. Bwana Yesu asifiwe.